tuko na mamlaka ya kuongeza hii kura. Kama haitajaa ujaze tena hii kura. Usiogope mtu. Na raundi hii. Wanabunge TBM. Asante sana Bwana Speaker sir. Kwanza naitwa Malingling. Opinion leader wa hii Kariobangi yote na Roraka yote opinion leader mimi. Leo ni wakili. Kwanza nashukuru sana Bwana Speaker kwa fursa hii. Kwanza nataka niambie rafiki yangu ambaye ametoka kwa hii floor ya kwamba hakuna party Kenya hii inaitwa Sifuna. Sababu nimesikia akisema mtu anataka kwenda Western lazima apitie kwa mtu ambaye anaitwa Sifuna. Hakuna party Western inaitwa Sifuna. Party ambayo iko Western na watu mashemeji zetu tunaheshimu sana. Party ambayo inamiliki Western ni ODM. Ukitaka kuingia Western lazima upite na gari ambayo inaitwa ODM. Unajua Sifuna hakutengeneza ODM. ODM ndio ilitengeneza Sifuna. ODM ndio ilitengeneza Sifuna. ODM haihitaji Sifuna. Sifuna ndiye anahitaji ODM. Sifuna is just a one term senator in Nairobi here. So wezi dharau mtu kama Simba Arati ambaye amekula term yake 3 kama MP hapa Dagoretti. Amefuata term 3 kama MP, sasa ni governor kule Kisii. Kwanza wezi compare, wezi kuja kudharau mtu kama Simba Arati. Wezi kuja kudharau mtu kama Oparanya ambaye amefanya kazi hadi akazoeka kwa hii kazi kwa chama ya ODM. Wewe Sifuna, Raila alikutoa kama just a common lawyer. Ulikuwa unafanya laws ukisaidia mama ambaye anauza nyanya kwa soko. Ulikuwa lawyer wa soko. Raila akakutengeneza ukakuwa lawyer wa ODM. Ukatoka kwa lawyer wa ODM ukakuwa senator wa Nairobi. Kwa hivyo lazima uheshimu party ambayo kutengeneza. Na kama hutaheshimu party ya ODM haitakuwa na haja tena na wewe. Mimi nasikia unaambia watu ati watu wakuje kwa Munyoro. Nataka nikuulize Sifuna. Sasa kama hao watu ambao wako karibu na Kikuyu ambaye anaitwa Wameru, ambao wakati wa sasa wanaitwanga unasema high cousin wakati wa siasa. Lakini akishapata wanyama kaenda kwa meza, sasa ni mudu wa nyumba. Reure. Sasa negoka. Nukaureka ora. Sasa negoka. Sasa wewe Muluya na Mmeru, kama Mmeru hajaona barabara. Tangia wakati yote. Sasa wewe Muluya unaonaje barabara? Alitwende kwa Munyoro. Kama jirani wake wa karibu, Mmeru mwenzake, ndiye anadanganya wako kwa Gema wakati wa siasa. Wanaita kama kazini wao. Wanaita Wameru kazi. Ndio hajaona matunda Mkama mpaka sasa hajawaona kitu inaitwa maji. Mkama hana maji huku. Na wamekaa na hao kwa serikali for 40 good years. Hawajaona hii kitu. Sasa na wala Sifuna, ukitoka utakuja hapa kwa Munyoro. Ile itapita aje Mmeru, ipite Mkamba, ikuje Western. So ujiulize hii maswali. Kwa hiyo Bwana Sifuna, ODM haikuhitaji, wewe ndio unahitaji ODM. Na ninakwambia hivi. Wewe ulize wale watu ambao walikuwa mbele. Watu walikuwa Waluya walikuwa very powerful, sio wewe wa kwanza. Kulikuwa mtu anaitwa Martin Shikuku. Na alikuwa anaheshimu familia ya Jaramogi. Kulikuwa na mtu ambaye anaitwa Masinde Muliro. Alikuwa anaheshimu familia ya Jaramogi. Sasa wewe kwa nini saa hii wewe Sifuna, hii familia ya Jaramogi ni kuinua saa hii unakuja kutuambia Oburu ni mzee. Unakuja kutuambia Oburu hawezi kuongoza ODM. Sababu ya heshima ambayo uko nayo kidogo. Waluya walikuwa wengi very powerful. Hakuna siku walikasifu hiyo familia. Sasa wewe umetoka wapi? Please, if you can't respect ODM, then you have got no choice. Please leave ODM alone. Ya pili, mimi nasikia kwa Munyoro akisema ya kwamba yeye anataka kujitokeza kufundisha Mheshimiwa Rais Ruto siasa. Bwana Munyoro anakuuliza swali tu rahisi hivi. Wewe mtu ambaye ulikuwa one term MP hapa Madira, na ukakuwa wakati Ruto alikuwa mbunge wa Tinderet North. Amefukua mbunge wa Tinderet North, amekuwa minister wa agriculture, amekuwa deputy president, sasa yeye ni president. Hata wewe mtu ambaye amehold ofisi kubwa hapa nchi ya Kenya, utafundisha yeye siasa aje? Wakati yeye alikuwa mbunge, wewe ulikuwa mmoja unapigania makuku kwa kijiji, ukinyang'anya watu kuku zao kwa kijiji yao. Ukichukua kuku ya mama ukirepa watoto wadogo unafanya rape, una rape ukienda. Kwa hivyo kama huwezi kuheshimu Rais Ruto, sisi wa Kenya tutakulazimisha heshimu Ruto. Amenda kukuambia kwa katiba article 1 of the constitution, because I'm a lawyer by profession. Article 1 of the constitution inasema the sovereignty power belong to the people, and we are the people.
Katiba inasema na belong to Mulima. We are all people of Kenya na tunasema Ruto lazima kuwe 2 term. Au unasema je Kariobangi hapa? Hebu nione kila mtu anasema 2 term hapa. 2 term. Sasa mbona tunasema 2 term? Sasa mbona tunasema hivi? Wanabunge wanasema Kariobangi kwa hiyo wanasema 2 term. Hii ndio serikali ndio maana utafiti umefanyika. Huyu ndio serikali ambayo imetengeneza barabara 140 kilometers in 3 years. Hakuna rais amefanya kazi kama hiyo. Huyu ndio rais wa kwanza kuunda barabara kilomita 140 kwa miaka 3. Ukienda hapa Uganda, Museveni anafanya barabara kilomita 120 kwa miaka 15. Hiyo ni Museveni. Hapa South Africa, Ramaphosa alifanya kwa miaka 20. Na hapa Kenya in 2-3 years barabara tunaona. In 3 years tunaona affordable housing. In 3 years Kenya inakaa Singapore. Kenya mwani Kenya inakaa Singapore. Tunataka tuombe mheshimiwa rais ukimalizana na hii maneno ya affordable housing, tunakuomba hivi mheshimiwa rais, ukuje kwa matatu sector. Ukuje kwa hii idara ya matatu sector. Sababu tumechoka na hii maneno, tunaambiwa ati mtu akienda mahali kuna kitu off peak na peak. Ati wewe kutoka asubuhi kwako ikifika masaa mengine saa inapanda. Kwani kila saa iko na fare yake aje, kila saa iko na fare. Ikifika saa 2 zile fare inapanda. Saa 3 kuna fare yake. Wanataka kuingia sekta ya matatu, kutuwekea gari ya serikali, wote wapande town service kwa pesa ambayo tunajua kama 20. Yes. Kama ni 10. Gari kwa level moja. Sasa mvua ikinyesha, fare pia imenyesha, mvua imenyesha mpaka fare. Sisi tunaomba, tuko na hasira, wa Kenya kuna hasira, na hii hasira tutampea Ruto miaka ingine 10 amalize. Na nibaki upuzi. Ati mtu anasema Kibaki alifanya kazi, wa Kenya wenzangu. Ile kazi kubwa Kibaki alifanya ni kuchukua pesa ya wananchi kupeleka hapa Thika super highway. Kazi kubwa Kibaki alifanya ni kutoa samaki wa Jaluo kule Kisumu kwenda hapa Thika. Sasa hiyo ni kazi. Kazi kubwa Uhuru Kenyatta kutoa port kule Mombasa kupeleka pale Naivasha. Mali shamba yake iko, familia yake iko. Hiyo ni kazi. Alafu wanasema tileule mundu negua aidha upuzi. Kwa Kenya ndio upuzi. Aidha mchezo. Raoni hii. Bila shida alisema Mheshimiwa Rais uko na mamlaka ya kuongeza hii kura, kama haitajaa ujaze tena hii kura. Uko na mamlaka ya kuambia polisi ajaze kura kama haijajaa. Uko na mamlaka ya kuambia jeshi ajaze kama haijajaa. Usiogope mtu. Na raundi hii mtu akijaribu kwenda kwa barabara, fanya vile Mama Suluhu alikuambia. Chukua mkojo, weka hiyo mkojo kwa kinywa ya mtu. Kama hatutaki mchezo. Wakenya wamechoka na wanasema tuta. Asanteni sana Wakenya wenzangu. Asanteni sana.